Kuna muda katika maisha unahisi kama kuna kitu kinabadilika ndani yako. Unaanza kuona mambo tofauti, kuhisi vitu ambavyo hujawahi kuhisi kabla. Na ghafla dunia inaonekana kama sio ile ile ulioizoea. Watu wanakuita umebadilika, lakini ukweli ni huu, huenda sio kwamba umebadilika, bali umeanza kuona ulimwengu ulivyo. Leo nitakuonesha dalili 11 za ajabu sana ambazo watu wengi hupitia wakati kile kinachoitwa jicho la tatu kinaanza kufunguka. Na nikuonye mapema, baadhi ya hizi dalili zinaweza kukuogopesha kidogo. Moja, unaona ndoto zenye uhalisia mkubwa sana. Ghafla ndoto zako zinakuwa tofauti. Sio zile ndoto za kawaida, bali ndoto zinazoonekana kama ni halisi kabisa. Unaweza kuamka ukiwa na hisia nzito, kama vile umeishi maisha mengine usiku mmoja tu. Wakati mwingine unaweza hata kuota mambo, halafu yakatokea kweli kama yalivyo. Na hapo ndipo unaanza kujiuliza, je, hii ni bahati tu au kuna kitu kinaendelea ndani yangu? Pili, unaanza kujitenga na watu bila sababu inayoeleweka. Unagundua unahitaji muda mwingi ukiwa peke yako. Sio kwa sababu unachukia watu, bali kelele za dunia zinaanza kukuchosha. Mazungumzo ya juu, michezo ya akili, drama zisizo na maana vinakuwa vizito moyoni mwako. Unatafuta utulivu, unatafuta nafasi ya kusikia sauti yako ya ndani. Tatu, unahisi nishati ya watu na mazingira. Unapokuwa karibu na mtu fulani unahisi kitu. Wakati mwingine unahisi amani, wakati mwingine unahisi mzigo usioelezeka. Hata bila kusema neno lolote unaweza kujua mtu na ana nia gani. Hii si bahati, bali ni hisia zako za ndani zinaanza kuwa makini zaidi. Dalili ya 4, unaanza kuhoji kila kitu ulichofundishwa. Imani ulizokuwa nazo tangu utotoni unaanza kuziangalia kwa jicho tofauti. Unaanza kujiuliza, hivi kweli ni ndio kweli au nilifundishwa tu kuamini? Na hii inaweza kukuingiza kwenye safari ya ndani ambayo sio rahisi, kwa sababu wakati mwingine ukweli unauma sana. 5, unapitia mabadiliko ya hisia ghafla. Siku moja unajisikia vizuri, siku nyingine una huzuni nzito bila sababu. Ni kama mawimbi ya hisia yanakupiga bila onyo. Hii ni kwa sababu akili yako na nafsi yako zinajaribu kujipanga upya, na kama mfumo wa ndani unarekebishwa fulani. 6, unaanza kuvutiwa na mambo ya kiroho. Ghafla mambo ya kiroho yanakuvutia. Unataka kujifunza zaidi kuhusu maisha, nafsi, kusudi lako la ndani pia duniani. Vitabu, videos, mafundisho vinavyohusu ndani ya binadamu vinaanza kukuita muda wote, na unahisi kama kuna kitu unakaribia kugundua. Dalili ya 7, unahisi kama hauko mahali pako. Unaweza kuwa katikati ya watu, lakini unahisi kama haupo. Ni kama unaishi maisha, lakini sehemu ya nafsi yako iko mahala pengine. Hii ni hisia ya ajabu sana, na wakati mwingine inaweza kukufanya ujisikie peke yako. Dalili ya 8, intuition yako inaongezeka sana. Unaanza kujua mambo bila kuelewa kwa nini. Unahisi kitu si sahihi na baadaye kinathibitishwa, au unafanya maamuzi sahihi bila kufikiria sana. Ni kama kuna sauti ya ndani na kuongoza, na kadri unavyoisikiliza ndivyo inavyokuwa na nguvu zaidi. Dalili ya 9, unaanza kuona patterns kila mahali. Unaanza kugundua muunganiko wa mambo, matukio, watu na numbers. Inaanza kuonekana kama vina maana fulani. Hakuna kinachoonekana cha bahati mbaya tena. Ni kama maisha yanaanza kukuonyesha ishara, lakini unahitaji kuwa makini ili uweze kuziona. Dalili ya 10, unahisi mabadiliko kwenye mwili wako. Baadhi ya watu huhisi pressure kichwani, hasa katikati ya paji la uso. Wengine hupata maumivu madogo au hisia za joto. Hii inaweza kukuogopesha kama hujui kinachoendelea, lakini mara nyingi ni dalili ya mabadiliko ya ndani yanayoendelea. 11, unaanza kutafuta kusudi la maisha yako. Swali moja linaanza kurudi mara kwa mara. Kwa nini niko hapa? Sio tena kuhusu pesa tu au mafanikio ya nje. Unataka kitu cha maana zaidi. Unataka kuishi maisha yenye kusudi. Na hapo ndipo safari halisi inaanza.
Lakini sikiliza kwa makini. Mambo haya yote yanaweza kuonekana ya ajabu, wakati mwingine hata ya kutisha. Lakini ukweli ni kwamba hii ni safari ya kujitambua. Sio kila mtu atakuelewa. Sio kila mtu ataamini unachopitia. Lakini kama unahisi ya mambo, basi huenda uko kwenye hatua ambayo wengi hawajaifika bado. Nakumbuka, usikimbilie majibu, usiogope mabadiliko. Kwa sababu wakati mwingine, kile kinachoonekana kama machafuko ndicho kinachokupeleka kwenye toleo lako jipya na halisi. Kama umejihisi angalau dalili 3 kati ya hizi, andika naelewa kwenye comments. Na kama unataka content kama hizi zaidi, bonyeza subscribe, kwa sababu hapa ndipo unapojifunza vitu ambavyo watu wengine hawawezi kukuambia.